Salamu rafiki yangu, na tumaini uko salama kabisa. Haya, ni share neno pamoja na wewe ambalo linasema wewe sio bahati. Na ndugu yangu, nashukuru sana Mungu sababu mama yako ambaye alichukua mimba yako miezi 9 alikuzaa, akutoa mimba yako. Hata kama inawezekana alijaribu kutoa lakini haikutoka. Tunashukuru Mungu sana. Yaani njia rahisi sana ambayo ingelifanya kupoteza thamani yako, umuhimu wako duniani, ilikuwa ni wewe upotee kwa njia ya mimba ya mama. Yaani mimba yako ingeharibika, yaani kabisa thamani yako ilikuwa pia inaharibika. Na duniani haijalishi unapitia nini, maisha ya umaskini, wewe ni mgonjwa, unaweza kuwa mlemavu, au hata sasa unasikia tu sauti lakini haunioni, ama hauna miguu, hauna mikono, popote mahali ulipo kuna ulemavu wowote. Lakini kwa bahati nzuri unapumuanga. Sio unapumua? Wewe ni wa thamani. Kuwa maskini, kuwa tajiri, kuwa na pesa, kuwa na kitu chochote, watu wote duniani kuna kitu kimoja tu ambacho tumekichangia, inaitwa ni pumzi ya uzima. Na ndio mwanzo ya watu wote. Yaani mtu hata akikuwa bilionea, ana pesa kiasi gani, lakini akiwa kama ana pumzi ya uzima, huyo mtu ni bure. Niseme namna nyingine, hata kuku ni thamani zaidi yake. Yes. Wewe ni thamani sababu wewe ni mzima. Farao akatoa amri watoto wote wachanga, wavulana, wanaume huko Misri wauawe. Na Musa akaenda fichwa juu ya maji. Watoto wakauawa, lakini Musa hakuuawa. Unajua Farao mtu ambaye alitakia kuuawa, huyo Musa ambaye alitakiwa naye kuuawa, haikuwa tu Musa ambaye tunamjua kwa jina. Alikuwa ni yule ambaye angeandika vitabu vitano. Musa ambaye alitakiwa auawe sio tu Musa ambao tunamfahamu mimi na wewe, ambao tunamsoma kwa Biblia tu. Kwa namna unajua unaweza ukasoma tu hivi tu ukasoma. Siongei tu huyo Musa tu hivi. Naongea Musa ambaye alikuwa na fimbo ya kupasua bahari na taifa linapita. Musa ambaye alitakiwa auawe ni Musa ambaye alikuwa na uwezo wa kuongea jambo na likafanyika. Ni Musa ambaye kwa njia yake maana ilishuka, kwa njia yake maji ilipatikana, kwa njia yake ushindi ulipatikana wa taifa kupitia maombi yake. Yaani alikuwa akipanda mlima na ushindi ukapatikana hata kama wangevamiwa. Ni Musa ambaye alikuwa na uwezo wa kumbariki mtu na kumwambia kwamba ongoza, na mtu watu wakamtii, na mtu watu wakamsikia. Sikia, vita vingine ambavyo unapitia aupitii sababu wewe una mikoshi, aupitii sababu umelainiwa, umepitiwa sababu kuna neema ya kufanya kitu. Una neema ya kufanya kitu pia sio tu kitu tu cha kawaida, kitu ambacho sio cha kawaida, kitu ambacho ni kikubwa sana, kitu ambacho sijui nisemaje, sijui unanielewa? Nataka unisikie kwa kiwango cha juu sana hivi. Yaani kiwango ya vita ambavyo unaona unapitia sana. Si kwamba tu una mikoshi, hapana ndugu yangu. Si kwamba una laana, hapana ndugu yangu. Ni sababu una maandalizi fulani hivi ambayo unapitia ya kufikisha mahali fulani. Na ndio maana hata kama alipitia mambo mengi Daudi, hata kama alikomaa kwenye pori, hata kama alipigana na nyama wakali, hakukufa, hakufariki. Hata kama familia yake haikujua thamani yake, mzazi wake. Unajua ni mtoto wa mwisho, na mara nyingi mtoto wa mwisho anakuwa ni mtu ambaye anatakiwa sana aishi ile tunaita kwa French affection ya mzazi wake. Mzazi amlee, ampe malezi mazuri, hata kama alipoteza ile yote mbele ya mzazi wake, mbele ya familia yake, lakini mbinguni alikuwa yupo na nafasi. Ilikuwa ni gani? Kuwa na nguvu, uwezo wa kuangusha Goliath. Isitoshe, uwezo wa kutawala taifa kubwa la Israeli. Mapito yako inakuandaa kwa utawala vitu vingi, kumiliki vitu, kumiliki kampuni kesho, kumiliki kanisa kubwa, kumiliki huduma kubwa, kumiliki sijui kampani kubwa, kumiliki sijui ni timu ya football kubwa, sijui kumiliki business vikubwa sana. Yaani kumiliki vitu vikubwa sana, na ndio maana umepitia mapito makubwa sana. Hello.
Sasa niongee kwa nao watu ambao wana kazi yao ni kupiganisha tu watu. Sikia. Kuna mtu ambaye hutakiwi kumpiganisha. Kuna mtu ambaye hautakiwi kumuwinda, sababu utafikiri kwamba unamuwinda tu mtu hivi. Unapiganisha mtu ambaye ni msaada wa taifa. Na tukiongelea taifa, na wewe unaweza kuwa ndani ya taifa. Tukiongelea taifa, na ndugu yako unaweza kuwa ndani ya taifa, rafiki yako unaweza kuwa ndani ya taifa. Kwa hiyo ukitaka kufanya mabaya, muda mwingine fikirie, huyu mtu sasa nikishapinga asifungue hii kazi. Hakuna siku kabisa nitahitaji siku moja hata ninunue dawa kwa pharmacy. Sasa kuna hata siku nitahitaji nitume mtoto wangu kwa timu ya football. Hakuna siku nitahitaji nipate security na hawa maaskari ndio watanisaidia. Hakuna siku nitataka nikunywe maji. Hakuna siku nitataka nisikie hata neno ambalo litanifariji. Kwa nini unimpiganishe? Una watu ambayo ukiwazuia, ukiwatilia mipaka, namna nyingine unawekea maisha yako mipaka. Lakini kwa bahati mbaya nakutangazia, ikiwa Mungu amebariki, laana yako haina kazi. Sababu imeandikwa, kilichobarikiwa na Mungu hakuna yule ambaye atakilani. Usimpiganishe kila mtu. Usimgombanishe kila mtu. Tafadhali usimpiganishe kila mtu, usimgombanishe kila mtu. Sababu kila mtu ana nyota. Hata wewe ambao unapiganisha mtu, una nyota yako. Ni hivyo tu hujajigundua, hujajua kwamba wewe una thamani, hujajua kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Hata wewe tu una nyota yako, lakini ni hivyo tu. Ulichochagua ni nini? Ni kupiganisha wengine, ni kugombanisha wengine. Angalisho. Tumia fursa ambazo Mungu amekupea ili kwamba wewe pia uwe mtu wa thamani. Bali ya kupiganisha watu, kuwekea watu mipaka. Hapana. Kile ambacho kimebarikiwa na Mungu, hakuna kitu yoyote ama chochote kile kitaweza kukilani. Umebarikiwa na Mungu. Umebarikiwa na Mungu rafiki yangu. Mungu anakujua, Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Na ndio maana anapitia, anaruhusu hiyo mapito. Anaruhusu hiyo mapito sababu anajua ya kwamba yeye ambaye anaruhusu mabaya yakupate, pia ana uwezo wa kuruhusu mema yakupate. Na hili nasimama kama mtumishi wa Mungu nikikiri maneno kwako ili kwamba Mungu akukumbuke mapito ambayo unapitia ya kukulilisha, mateso, majonzi ambayo imemwagika muda mwingi, vita ambavyo unaishi. Mungu akupatie nguvu ustahimili ili kwamba ufikie ushindi uko upande wako, sababu Mungu yuko upande wako. Aliye pamoja na wewe ana nguvu zaidi ya vitu ambavyo vinakuhusu. Barikiwa. Be strong because God is with you. God loves you. He can't leave you. He can't forget you because He's faithful. Barikiwa. Ni wako mtumishi wa Mungu Medar Mukata. Kwa wale ambao wananifuata kwa YouTube, Medar Mukata. Na utafuata video zetu siku nyingi, Facebook Medar Mukata Baraka. Na TikTok Medar Mukata. Na namba yetu iko hapo. Kwa mashauri, kwa maombi, tuko tayari kuelekezana, kusapotiana. Be blessed in Jesus' name.